Mimba ina mwezi mpaka mimba ina miezi 9. Hakuna aliyewahi kujua. Kweli tunalea watoto hapa nyewe walimu. Hakuna aliyewahi kujua. Basi siku hiyo mtoto imekuwa sasa ndo anauma uchungu, anapelekwa mpaka hospitali. Huyo anayempeleka yani alikuwa wapi? Yani hata kujua kabisa kusense huyu mtu kweli. Hata kama mimba, kuna mtu anapata mimba haionekani kweli. Unaenda umekaa kwenye benchi la wagonjwa, unasubiria mgonjwa wako ameenda chooni, anakuja mtoto analia, amejifungua, kwamba umembeba wewe ni matron au ni nani, hujawahi kujua kabisa. Tunalea watoto hapa. Yani mwalimu mkuu wewe hapa siku zote hapa. Una makamu wako wawili siku zote hapa 3. Una matron siku zote hapa. Yupo mwalimu wa nidhamu. Hamjawahi kuinteract na huyo mtoto. Yani hamjawahi kukutana naye kabisa katika namna yote. Mwalimu wa darasa hujawahi hata kujua kabisa huyu binti huyu mbona ana tatizo. Hivi ni nani unaweza kumueleza hilo jambo akakuelewa? Nyinyi wote watu wazima hapa. Huyo mtoto mimba haijaribika miezi 4. Ya miezi 9 iliyokomaa, mtoto amekomaa kabisa na kilo za kutosha. Hakuna aliyewahi kujua. Na huyo binti kwa maelezo yake anasema mimba wakati anatoka Biharamulo kwenda kuchukua cheti chake Karagwe, Bukoba. Alichelewa gari, kupata gari pale Karagwe. Ikafika jioni hana hela ya kwenda kulala ili apande gari asubuhi yake. Akapata bodaboda akampeleka guest. Huyo bodaboda akamlipia guest, usiku akarudi kulala naye. Ndio akaipata mimba kwa maelezo yake. Sasa RPC tusaidie. Tusaidie tumpate huyu bodaboda huyu. Na tutampata, anamjua na mawasiliano naye. Tumkamate aje kujibu kesi hii. Hatuna shida na mtoto wetu, mjukuu wetu tumempokea. Lakini huyu aliyemsababishia matatizo haya lazima asafi. Lazima tumwajibishe. Lakini pia inawezekana pia anadanganya. Ila ametaja mtu mwingine aliyewahi kutembea naye. Huyo naye tumkamate, tupate DNA. Tutapima kati ya yule bodaboda na huyu. Lazima watu wajue kwamba huyu ni mwanafunzi, aheshimike na aheshimiwe. Kuna wanaume kama 3 hivi. Hao wote tutawakamata, wote ambao ametaja aliyewahi kutembea nao. Tupime mtoto yupo, tutapata DNA. Wataalamu watatuambia huyu mtoto ni wa nani, ili tumsaidie. Lakini la 3, afisa elimu, huyo binti hatuna tatizo naye na hana matatizo, arudi aendelee na shule. Kuna shida kwani? Arudi haraka iwezekanavyo. Na bahati nzuri analia, na ndio maana alizaa mtoto akamtupa, anaogopa sikuze shule. Maana yake anahitaji aendelee na shule. Hata huko aliko anatamani arudi aendelee na shule. Kwa hiyo arudi, amwachie mtoto bibi yake. Sawa sawa. Haraka tu iwezekanavyo. Akirudi niambie nije nimuone.